tangia tuonane nilikuwa nafurahi. Yaani hata kama nina kazi niko lazima niache kazi nyingine. Nikawa sielewi juu yako wewe. Kiukweli nina furaha. Niliona dunia hii nimezama kwako, sina sikio, siambiliki kwako. Habari ya muda huu ndugu wadau mbalimbali. Tupo hapa na mke wangu, tuna mawili matatu. Tunataka tuwahabarishe jinsi wewe tulivyoanza kwenye mahusiano yetu mpaka leo tuko pamoja. Pia nisiongee sana, nisiwe muongeaji sana. Kwa majina yangu naitwa Sia Jackson Mtundu. Pia napenda nimkaribishe mwenzangu. Karibu my wife to be. Kwa majina yangu naitwa Bettina Edward. Ndo mchumba wake wa Sia Jackson Mtundu. Natumania wadau mmemjua jina mke wangu huyo alivyojitambulisha. Tutaendelea kama ifuatavyo kwenye hii interview yetu. Nitakwenda kumuuliza baadhi ya vitu ambavyo tulishavifanya huko kabla hatujaoana. Swali langu la kwanza nilikuwa napenda nimuulize mke wangu Bettina, anajisikiaje leo kuongea na mume wake live kwenye mic? Kiukweli najisikia amani sana. Sikutarajia kama ingetokea siku kama hii ya leo nikawa na mume wangu karibu kama hivi. Kiukweli nina furaha. Labda na mimi nipende kukuuliza swali langu. Siku ya kwanza uliponiona uliwaza nini kichwani mwako? Kwanza kabisa siku ya kwanza tu nilivyokuona mke wangu nilivutiwa na wewe sana. Ulinikonga moyo. Niliona dunia hii nimezama kwako, sina sikio, siambiliki kwako. Kwa hiyo nilikupenda sana, nilivutiwa nawe. Nikawa sielewi juu yako wewe. Sasa nikuulize kitu. Mke wangu, unakumbuka siku ya kwanza tulipokutana? Tulikutana kanisa la Anglikana Kivukoni. Ilikuwa siku ya kikao. Hapo ndo nilipokutana na bwana huyo. Kwenye kikao cha idara ya muziki na uimbaji. Inaliachapa kazi. Mume wangu, na mimi naomba nikuulize swali. Swali langu ni kwamba namba yangu ya simu ulipata wapi? Na kwa nini uliitafuta? Au uliiomba? Kwanza kabisa namba yako. Kwanza siku ya kwanza tulipoonana mimi na wewe, natumania tulionana tu hivi, tulisalimiana, ila sikubahatika kuongea na wewe. Tulionana tu tukaonana. Navyokumbuka kwa kumbukumbu zangu, kikao cha Kivukoni kiliisha, ila kukaa kuna muendelezo tena. Wakasema kuna kikao kingine kitafanyika jina la Matui, parish ya Matui St. John, kanisa la Matui kule Soweto Anglikana. Tulipokutana kule, nakumbuka siku hiyo tuliwahi sana, viongozi wenzangu ikiwemo na wewe ulifika. Baada ya hapo tuliulizana maswali hapa na pale, tulipiga story nyingi. Baadaye viongozi wenzangu wakasema, jamani, kwa nini tusipeane namba ili tuwe tunajuliana hali, tunajulishana jamani huko masuala yanaendaje kwenye masuala ya uongozi. Hapo ndo nilizipatia namba zako na ulinitajia mwenyewe. Ndio nilipoanzia hapo kukufahamu zaidi kwenye pukushani za hapa na pale. Nilipoanza kukutafuta kipindi hicho kiwa wewe kama mhasibu wangu, nilikwambia mama mhasibu kwema, ulinijibu kwema. After hapo tukawa marafiki wetu uliendelea. Kwa kweli ulinikosha sana, niliona ni mtu mmoja wa kitofauti sana kwangu. Kwa hiyo leo ndo kama hivi na mama mtu hivi. Mume wangu, nikuulize swali. Yaani ulikuwa unanichukuliaje wakati ukiwasiliana na mimi? Kwanza kabisa mke wangu, mimi nikujibu kama ifuatavyo. Siku nimeanza kuwasiliana na wewe, niliona kwenye chatting zetu za SMS, niliona una uzito fulani unakuja. Ile nimekwambia hivi, ulinijibu vizuri. Nikasema mbona hili chombo hili? Hili chombo hili.
Unajua hata kwenye Biblia unasema mwanamke ni chombo. Nikaona mbona kama nimejipatia chombo. So ikawa hivyo tu nikaa nimekubebea kwa uzito, yani nikaa sio yani ile kimasiara. Nikaa niko serious. Huyu ndiye mke nitakayemuoa ambaye ni wewe, nao nimeshakupata. Hivyo tu. Kwa ile kujibiwa tu haraka. Haukunijibu haraka maana ilichukua muda kidogo. Kwa yani ile kujibiwa wewe check nikikujibu kwa ukapenda. Nilipenda sana maana ulikuwa huna mambo mengi, japo nilikuwa nikiapproach nikikwambia mama nakupenda, ulikuwa unaniambia koja kwanza. Ukawa unasema wanaume wa sasa hivi hawaaminiki, labda uliamini naweza nikakuchezea, ila sikuwa hata na malengo hayo. Maana asilimia kubwa sasa hivi mwenyewe unajua kuna baadhi wengine wameumizwa na mapenzi, labda wanasema labda nishakuwa na mahusiano na mtu mwingine hivi. Kwa hiyo kipindi kile sikukuchukulia kawaida sana, nilikuchukulia kwa uzito na nilikupa nafasi kubwa sana kwenye moyo wangu. So nilikuchukulia wewe kama mke wangu. Asante. Mwanangu ni kitu gani ambacho nilikufanyia kutokuja kusahau maishani mwako? Kangu kitu ambacho nilifanyia sitakuja kusahau maishani mwangu. Kwanza kabisa kuna zawadi moja ulinipatia. Ulininunulia t-shirt. Hiyo zawadi ambayo sitakuja kusahau maana sikutarajia. Ilikuwa kama surprise kwangu, na sikuamini kama kweli ni wewe umefanya. Na baadaye hivyo niliamini kweli unanipenda. Kwa kweli kwa ile surprise nilifurahi sana. So nakupenda. Sasa nipende kuuliza swali. Kipindi kile bado tuko kwenye mahusiano. Je, yani ulikuwa unajisikiaje kwa mfano nikikwambia tuonane? Yani ulikuwa una feel nini nikikwambia tuonane? Ile hali kwenu ulikuwa una majukumu nini ila hukujali, ile ni kitu gani kilikuwa kinakupa msukumo? Yani hamna kitu ambacho nilikuwa napenda kama kukutana na wewe. Yani ukiniambia tuonane nilikuwa nafurahi. Yani hata kama nina kazi niko lazima niache kazi nyingine nayo. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana. Nipende kuwashukuru ndugu watazamaji, mmetutazama, mmetuona jinsi tulipotokea, tulipoanzia kuona, tumenia mtafurahi matukio yafuatayo. Niko na mke wangu Bettina, tunapendana, maihabuba wangu, nyonga mkariaini, maihubi wangu. So naamini mta enjoy kuangalia video yetu ya ndoa tukio zima. Kwa hiyo niseme tu mke wangu awashukuru naye pia. Napenda kuwashukuru watazamaji mnaotutazama muda huu. Tunatoa shukrani zetu za dhati na tunawatakia utazamaji mwema. Niko na mke wangu Bettina, nampenda sana, I love you sana, na niko moyo sana kwake. Jamani, bye. Bye. Utazamaji mwema.